la Mungu. Na kichwa cha ujumbe hiki kinasema ufufuo na uzima. Ufufuo na uzima. Na wakati nilihubiri hapa kuhusu ubaridi na usingizi wa rohoni, nashukuru sana Mungu, tulikumbushwa na mchungaji akiwa mahali hapa kuhusu usingizi wa rohoni. Nilipokuwa na tafakari haya na nikaunganisha ujumbe huu na ujumbe ambao tulifundishwa pia na dada Bero ambao alikuwa lina Haleluya. Naomba nisomewe Yohana tunapoanza mahubiri haya ili tukaweze kuangalia na kufahamu ufufuo na uzima ni nini ama ni nani anaongelelewa, na tujue ni kwa nini, katika jina la Yesu. Nisome Yohana 11 tutaanza na mstari wa 25. Yohana mlango wa 11:25. Maandiko inasema, Yesu akamwambia, mimi ndimi huo ufufuo na uzima. Yeye aniaminie mimi, ajapokufa ataishi, atakuwa anaishi. Naye kila aishie na kuniamini hata kufa kabisa hata milele. Je, unayasadiki hayo? Amen. Bwana sifiwe. Hapa tunaona Yesu anazungumza na Martha, dadake Mariamu. Na ilikuwa wakati ndugu yake Lazaro amekufa. Na Lazarus alikuwa rafiki wa Yesu. Walikuwa marafiki. Yesu akawa katika kutembea kwake na wanafunzi wake, akaingia pale nyumbani kwa Martha na Mariamu. Martha alipomuona akamwambia kwamba ungekuwa hapa rafiki yako Lazaro hangekufa. Lakini Yesu alijua ya kwamba yeye ndiye uzima, yeye ni ufufuo. Kwa hivyo hata kama alifadhaika ndani ya moyo wake, kajaribu kumwambia huyu dada ya kwamba huyo atafufuka. Lakini Martha akamjibu Yesu akamwambia kwamba najua atafufuka katika ufufuo ule ambao utakuja. Yaani Martha hakuamini kabisa Yesu anamaanisha nini. Hakuwa anaamini ya kwamba Yesu anaweza kwenda kule kaburini na akamuondoe rafiki yake kule. Na pale akawa na mafadhaiko ndani ya moyo wake. Akajibu Mariamu, akamjibu Martha kwamba yeye ndiye ufufuo na yeye ndiye uzima huo. Si lazima angoje ile wakati ya ufufuo, maana Yesu mwenyewe ndiye ufufuo. Kwa hiyo Martha hakutambua ya kwamba Yesu yuko pale na yeye ndiye ufufuo na yeye ndiye uzima wa milele. That's why tukaimba hapa juzi kwa ya Martha na Mariamu, ya kwamba hakufahamu kabisa Yesu ni nani. Alimuona kama viluleza chukulia tu pastor ama mtumishi wa Mungu, ni kawaida tu, huyu amekuja tu ama kwa ziara yake. Bwana sifiwe. Basi kutambua ya kwamba ni nini huyu mtumishi wa Mungu amebeba. Unaweza kuwa umekufa kiroho. Unaweza kuwa kuna dhambi na kuua polepole. Na ukose kujua ya kwamba kuna mtumishi amewekwa pale kwa ajili yako. Kwa hivyo Martha hakutambua ya kwamba Yesu yuko pale na amekuja kwa ajili ya rafiki yake. Lakini ashukuriwe Mariamu, maana alitambua huyu. Alipomuona kwa mbali akaenda akaanguka miguuni pake. Naye akamwambia maneno yale dadake alimwambia.
ya kwamba ungekuwa hapa. Walikuwa katika hali ya huzuni, huku watu wanamdhihaki Yesu. Watu wanasema, na huyu si aliponya yule kipofu, na si alifanya miujiza hii, mbona hakufufua huyu na ni rafiki yake? Bwana sifiwe. Kwa hivyo katika maisha haya unaweza kuwa unalalamika na uzima wako uko mahali ambapo unajua, Bwana sifiwe, unajua ya kwamba nikifanya jambo hili linafanikiwa, nikikaa katika utakatifu nitaurithi uzima. Bwana sifiwe. Nikilinda njia zangu, nilinde wokovu, nitamuona Mwokozi. Haleluya. Kwa hivyo hili ni jambo ambalo huyu Martha hakutambua. Na Yesu anamuuliza, je, unasadiki haya? Je, unaamini ya kwamba ni mimi ufufuo? Je, unaamini ya kwamba mimi ndiye uzima? Maana aliona ya kwamba moyo wa Martha ama matumaini ya Martha yamekwisha, maana wamempoteza mpendwa wao. Bwana sifiwe. Neno likatuambia kwamba tusiwategemee wanadamu, ndio. Bwana sifiwe. Na kikawaida Martha aliona kwamba huyu angesaidia kwa macho ya kawaida. Alitarajia Yesu angekuwa pale, angetenda. Lakini mradi tu umejiweka kwa Mungu, Mungu anatenda hata kama hautamuona. Bwana sifiwe. Na ukweli ni kwamba huwezi muona Mungu akikuja. That's why anatumia watumishi wake. Nilisema kwamba Mungu ni roho, anatafuta mwili atumie. Kwa hivyo Yesu akatumika pale na akafadhaika. Ukisoma katika hiyo mstari wa 35 linakuanga the shortest verse. Amen. Ile verse ambayo ni short kabisa, ambapo Yesu alifadhaika sana na hakuzijizuia. Bwana sifiwe. Na watu wakawa wanamfuata, watu wakawa wanamtazama, anataka kufanya nini? Kwa nini nasema hivi? Tumeokoka, tuko katika nyumba ya Mungu. Kuna watu wanakutazama, kuna watu wanataka kupata matumaini kutoka kwako. Maana matumaini ya watu na hawa ndugu wa Lazaro, tumaini yao ilikuwa kwa Yesu, kawa wanamfuata. Na mara nyingi nasema kwamba tuwe vielelezo kwa wale ambao wanapotea na kukata tamaa katika maisha. Mungu ametuweka mahali hapa, ametupanda katika mji wa Mayanja, ya kwamba tulete matumaini, ya kwamba tulete uzima katika mji huu, ya kwamba mioyo ambayo yalikufa yainuke na yamuone Kristo. Na itafanyika kama tutajitunza na kujiweka vizuri, maana ni nyakati ya mwisho. Na ndiposa nikakumbusha ya kwamba lazima tulinde wokovu ili tukauone ufalme wa Mungu na tukaurithi uzima wa milele. Tukatae dhambi na sauti ya shetani, tukamtegemee Yesu ambaye ni ufufuo, tukamtazamie yeye ambaye ni uzima wa milele, tukaweke matumaini yetu kwake, maana alituahidi na alipoondoka hakutuacha pweke. Roho Mtakatifu yuko kwa ajili yetu. Na tunapohubiri kuhusu Roho Mtakatifu, watu wanashangaa. Unakaa kavu kabisa, unashika Roho Mtakatifu ni nani? Ya kwamba Roho Mtakatifu ni yule msaidizi tuko naye, ambaye anatuombea na kutusaidia kuhakikisha kwamba tumejilinda na tumetunza wokovu, na tumetunza jina letu, na tumetunza utakatifu. Haleluya.
kama tuko pamoja pana hivi. Nimepigia Yesu makofi mazuri. Mungu akubariki akutende mema. Naamini ya kwamba kuna kitu tunapokea. Kwa hiyo tumepata jibu letu ya kwamba Yesu Kristo ndiye ufufuo na uzima. Na ni nyakati za mwisho, inatupasa tukae vizuri. Na mahubiri yanapohubiri ya kwamba ni nyakati za mwisho, wengi wanaweka mzaha na kusema ya kwamba ni mambo tu. Na yale ambayo yanatendeka nyakati hizi yaonyesha hadharani ya kwamba ni nyakati za mwisho na ni siku za hatari. Ukisikia siku ya hatari, unaambiwa kwamba sasa unatahadharishwa ya kwamba uweke njia zako mzuri, ujilinde maana hatari iko. Bwana sifiwe. Ujitunze maana hatari iko. Aliposa nikasema kwamba tusilale usingizini na kukaa katika ubaridi maana ni nyakati za hatari. Utakapokaa katika ubaridi huo na katika kulala huko, hatari itakukuta. Bwana sifiwe. Na utajikuta hauoni ufufuo na uzima. Mungu atusaidie. Haleluya. Karibu namaliza. Nataka tusome ile andiko. Tulisomea Wakorintho wa kwanza. Wakorintho wa kwanza mlango wa 15. Tusome Wakorintho wa kwanza mlango ni wa 13 na mstari wa 54. Wakorintho wa kwanza mlango wa 15 aya ya 54, maandiko yanasema, basi huu uharibikao utakapovaa kutoharibika, na huu wa kufa utakapovaa kutokufa, hapo ndipo litakapokuwa lile neno lililoandikwa, mauti imemezwa kwa kushinda. Huu wapi ewe mauti kushinda kwako? Uwapi ewe mauti uchungu wako? Uchungu wa mauti ni dhambi, na nguvu za dhambi ni torati. Katika huo mstari wa 56 na kwamba uchungu wa mauti ni dhambi. Hapa Paulo ananena kusema kwamba Bwana sifiwe, kwamba yule ambaye amejua ya kwamba njia zake ni kamilifu mbele za Mungu hata ogopa. Mwili huu utakapoharibika, tutatiwa mwili mpya ya utukufu. Na hii ni kwa wale ambao wamejilinda kuhakikisha ya kwamba huu mwili unaharibika. Lakini kwa sababu tuko duniani na Mungu anasema kwamba miili zetu ni hekalu la Roho Mtakatifu, ilinde huu mwili. Utakapochakaa na kubaki na kurudi mchangani, wacha huwe miongoni mwao wale ambao watavishwa mwili mpya, mwili wa utukufu. Kwa hivyo tukatae dhambi. Haleluya. Neno linasema kwamba uchungu wa mauti ni dhambi, na nguvu za dhambi ni torati. Haleluya. Neno linasema kwamba tusiomboleze na kulia kwa yule ambaye amekufa kama anamfahamu Mungu, ila tulilie
mwili yule mtu ambaye anakufa katika dhambi, ndio kuna uchungu na kuomboleza. Maana anaenda kule ambacho kuna kulia na kusaga meno. Kwa hivyo kifo cha mtu wa namna hiyo inakuwa kichungu. Maana ni mtenda dhambi, na neno limetuambia kwamba uchungu wake mauti ni dhambi. Kwa hivyo ili tusisikie uchungu katika kufa kwetu ama kulala kwetu. Maana yule ambaye ameokoka na kumwamini Yesu huwa hakufi wala analala. Bwana asifiwe. Na ile siku utakapolala, kutakuwa na furaha na shangwe mbinguni, ama kutakuwa na kuomboleza na kusaga meno. Ili ufufuo na uzima utakapokuja na kujifunua, uwe miongoni mwa wale ambao wataamshwa katika usingizi na kwenda naye kurithi uzima wa milele. Bwana asifiwe. Sijaleta ujumbe ili nikutishe, Bwana asifiwe. Lakini Mungu amenipatia ujumbe huu ili nilete katika kanisa, ili tujifunze ya kwamba tujiweke tayari na tujilinde. Tuache mabaya, tuache migogoro. Bwana asifiwe. Katika nyumba ya Mungu, acha tuwe mifano, acha tutie matumaini, acha tusomeke. Maana neno linasema ya kwamba tumezungukwa na wingi la mashahidi. Je, mtu anaposhuhudia kuhusu wewe, atashuhudia kuhusu uzima ama ataona kifo? Atashuhudia kuhusu kutiwa moyo ama ataona kuvunjwa moyo mara 100? Bwana asifiwe. Ni nyakati za mwisho tuwe wa kuinua, tuwe wa kuleta uzima. Haleluya. Ili Mungu ajitukuze kwetu, ili tusiuone uchungu wa kifo. Najua ya kwamba saa kifo ikikuja tutatoroka, maana tujakuwa tayari. Mtu atasema Mungu acha kidogo nitengeneze hapa. Na ndio maana tunahubiri siku ya leo. Ndio maana Mungu anaachilia ujumbe kwa watumishi wake. Injili iko kila kona, lakini unapata watu wanapuuza. Na hapo ndio muda Mungu ametupatia tutengeneze mambo yetu. Tukisikia injili kama hii, enda tengeneza pale ambapo unaona ya kwamba itakuzuia kuurithi uzima. Enda tengeneza pale mahali ambapo itakuzuia kuona ufufuo. Bwana asifiwe. Yeye yuko tayari na yuko karibu kuja. Kwa hivyo tengeneza njia zako, ili siku ya leo ukilala, unalala kwa amani, kwa furaha, maana unapokelewa na Yesu. Haleluya. Amen. Bwana asifiwe. Kwa hiyo tutii sheria za Mungu na tumche Mungu. Kicho cha Bwana kiwe kwetu. Na kumheshimu Mungu na kumtii ni kutenda haya yote ambayo tunahubiri. Kutunza wokovu, kujiweka vizuri, kutunza utakatifu na kumtafuta Mungu siku zote, kukataa ubaridi. Haleluya. Na unapofanya hivyo hutakuwa na mashaka katika maisha yako. Amen. Usilale usingizi. Leo tutasoma tu vitabu kadhaa. Naamini ya kwamba tunaposoma hili neno Mungu anakupatia ufunuo zaidi. Maana neno la Mungu ni mpya kila siku. Kwa hivyo anaweza kupatia ufunuo wangu. Na wewe ukienda ukisoma Mungu anakupatia ufunuo zaidi.
Kwa tunaambiwa ya kwamba hii Biblia ni kitabu kubwa. Maana ukileta ufunuo wako ambao umepata katika neno, lilete yangu, linajaza kitabu. Kwa hivyo Mungu atusaidie tunaposoma hivi vitabu, upate uwezo wa kupata ufunuo zaidi. Maana pia tumeshindwa kulitii neno la Mungu, maana hatupati ufunuo. Unaposoma neno unashangaa hili linamaanisha nini? Kwa hivyo omba Mungu akujaze Roho wake Mtakatifu, maana ni yeye tu atakufundisha jinsi ya kulielewa neno lake. Yeye atakunenea na kukupatia ufunuo na ufahamu zaidi ya neno lake. Na utakapofahamu neno la Mungu, hakuna siku utachezea sauti ya Mungu, maana neno lake ni sauti yake, na yeye mwenyewe analiheshimu na kulitii. Kwa hivyo utakapokuwa na ufunuo wa neno la Mungu, utatetemeka na utaogopa dhambi. Utaogopa kufarakanisha watu. Bwana sifiwe. Amen. Naomba tusome neno. Some Wafilipi Wafilipi mlango wa kwanza. Wafilipi mlango wa kwanza mstari wa 23. Tuone Paulo anasema nini kwa Wafilipi. Wafilipi mlango wa kwanza aya ya 23. Ninasongwa katikati ya mambo mawili. Ninatamani kwenda zangu nikae na Kristo, maana ni vizuri zaidi sana. Bali kudumu katika mwili kwa hitajiwa zaidi kwa ajili yenu. Amen. Bwana sifiwe. Huyu ni Paulo. Kuna wimbo tu watu hupenda kuimba ama uimbwa ya kwamba mwendo nimeumaliza. Bwana sifiwe. Na mara nyingi huandikwa pale, mtu amekufa, ameenda, ati mwendo ameumaliza. Mali nimeulinda. Bwana sifiwe. Na ukiangalia kweli, huyo mtu hajamaliza mwendo, bado ako na safari. Na hapo ndio tumesoma pale ya kwamba uchungu wa mauti ama uchungu wa mauti ni uchungu wa dhambi, ni mauti. Bwana sifiwe. Kwa hivyo mtu amemaliza mwendo. Ukimtazama mambo yake yalikuwa ya kuvunja mioyo. Ukitafakari matendo yake ni ya kuleta kifo kwa wengine. Ninaponena kifo, kuna kifo za aina nyingi. Bwana sifiwe. Sinenei kifo ya mtu kulala na kuwekwa mchangani. Kuna vifo vya aina nyingi. Unaweza kuwa dada mzuri kanisani, unapenda Kristo, unapenda kulinda imani, lakini kutokee yule ambaye analeta kifo katika maisha yako, na unapata umekufa kiroho, umekufa, unatembea maiti. Bwana sifiwe. Yaani neno linasema kwamba wewe ni maiti anayetembea. Bwana sifiwe. Kuna kifo ambayo itakana mwili ukufe kwa dhambi. Bwana sifiwe. Ya kwamba Vincent, ukiona dhambi haikusumbui. Yaani mambo ya vishawishi vikikuja haikusumbui, maana mwili huo umekufa kwa dhambi. Bwana sifiwe. Lakini kuna kifo ya mtu kuua mtu mwenzake, kumaliza imani, kumuondoa katika imani ya Kristo, kuondoa wokovu. Bwana sifiwe. Na wewe ambao wanakuletea kifo hii, yamaanisha kwamba umelala usingizi. Bwana sifiwe. Kwa hivyo kunakuwa na makosa kwa watu wawili. Wewe ndio umeokoka, lakini kuna yule ambaye hajaokoka,
Tukafundishwa siku moja na mchungaji, mtu mwenye ako chini na mwenye yuko juu. Bwana sifiwe. Kwa hivyo wewe uko wapi? Je, uko juu ama uko chini? Na yule wa chini atakapo kukutoa pale juu, je, atapata kama umelala ama umejazwa na nguvu za Roho Mtakatifu? Maana ukijazwa na hizo nguvu, hakuna vile utatolewa pale. Bwana sifiwe. Kwa hivyo Mungu atusaidie, wana wa Mungu. Paulo anaongelesha watoto wa Mungu wa Filipi. Anawaambia kwamba ningependa sana, na ninapenda hapo ya kwamba inasema kwamba ninasongwa katikati ya mambo mawili. Ninatamani kwenda zangu nikae na Kristo, maana ni vizuri zaidi sana. Yaani kukaa kwake na Kristo ni jambo la muhimu sana, tena zaidi. Lakini akatazama ya kwamba akiondoka yeye, imani itaisha. Vile Musa aliondoka kaenda mlimani kuomba, wana wa Israeli waliondoka katika imani. Maana yule ambaye anachunga wao na kuwatia imani, kuwakumbusha kule ambao Mungu amewatoa, yuko mlimani anazungumza na Mungu. Wakakaa pale wakaona kwamba wako idol, wafanye nini? Watengeneze idol. Bwana sifiwe. Maana walitaka kumuona Mungu. Siku moja wakasema wanawe pia Mungu akuje aongee na wao, wakifikiria ni rahisi. Bwana sifiwe. Wakifikiria ya kwamba kuona Mungu ni jambo la rahisi. Mungu akaja. Alipokuja walisema nini? Bwana sifiwe. Kwa hivyo Musa yuko kule anaongea na Mungu. Wana wa Israeli wakajitengenezea Mungu, wakaanza kumwabudu. Kwa hivyo kuna jambo la muhimu sana, mtumishi wa Mungu kukaa pale na kuongoza watu katika imani. Paulo akasema ya kwamba ningependa sana kwenda nikae na Kristo. Ukisoma katika huo mstari wa chini, ukisoma huo mstari wa 25, inasema kwamba nami nikitumaini hayo, najua ya kuwa kaa na kudumu pamoja nanyi, ili mpate kuendelea na kufurahi katika imani. Bwana sifiwe. Na huu ni mfano mzuri ya kwamba unaonanga hata mchungaji akiondoka, kuna mtu akuji kanisani. Lakini nakushukuru sana wewe mwanafunzi gospel wa Mayanja, ya kwamba umetunza imani, licha kwamba kuhani wa madhabahu huyu haya yuko katika mlima wa masomo. Umekaa na kutunza imani na kusema ya kwamba hautaondoka. Nasema Mungu akubariki. Kwa hivyo Paulo akaona ya kwamba imani itapungua, watu watakaa katika huzuni. Kwa hivyo ni heri akae na wao ili wakazidi kulinda imani, ili ule ufufuo utakapokuja upate kama watu wako katika imani, upate watu wametuzana, upate watu wako katika umoja na wako tayari kumlaki. Bwana sifiwe. Haleluya. Kwa hivyo natamani tumalize na hili somo, na mimi kwamba kuna kitu unapata. Langu lilikuwa ya kwamba ufufuo unakaribia na uzima wa milele, na ni yeye Yesu Kristo. Kwa hivyo tutende mema ili tukaone ufufuo. Haleluya. Naomba tumalizie na hili somo alafu tuombe. Twende mbele za Mungu tuombe katika Ufunuo wa Yohana. Ufunuo wa Yohana mlango wa 2.
Tutaanza na mstari wa 7, tutasoma tukirukaruka tupate ujumbe. Ufunuo mlango wa 2, tuanze mstari wa 7, alafu tutasoma 10. Nitakuelekeza tukiendelea kwa jina la Yesu. Yeye aliye na sikio na alisikie neno hili ambalo Roho ayaambia makanisa. Yeye ashindaye nitampa kura matunda ya mti wa uzima ulio katika bustani ya Mungu. 10. Mstari wa 10, usiogope mambo yatakayokupata. Tazama, huyo Ibilisi atawatupa baadhi yenu gerezani ili mjaribiwe, nanyi mtakuwa na dhiki siku 10. Uwe mwaminifu hata kufa, nami nitakupa taji ya uzima. Yeye aliye na sikio na alisikie neno hili ambalo Roho ayaambia makanisa. Yeye ashindaye hatapatikana na madhara ya mauti ya pili. Amen. Bwana asifiwe. Mstari wa 7 unatuambia kwamba yeye aliye na sikio na alisikie neno hili ambalo Roho ayaambia makanisa. Unaweza jiuliza ya kwamba kuna mwenye hana sikio. Ndiyo, Bwana asifiwe. Kuna sikio na kuna sikio hii ya kawaida. Na hii sikio ya kawaida unaweza sikia ili neno na liende. Bwana asifiwe. Na lipite tu na likuwe tu neno la kawaida. Lakini ukipata masikio ya rohoni, hilo ndio neno la Mungu linatunenea siku ya leo. Na kwamba aliye na sikio na alisikie neno hili ambalo Roho ayaambia makanisa. Yeye ashindaye nitampa kula matunda ya mti wa uzima ulio katika bustani ya Mungu. Bwana asifiwe. Kwa hivyo inatupasa tushinde ili tukayaone mema ya Mungu, ili tukamuone Mwokozi ambaye ni mti wa uzima. Bwana asifiwe. Bwana Yesu ndiye mti wa uzima. Neno likasema katika Yohana 15 na kwamba mimi ndimi mzabibu wa kweli. Kwa hivyo mti wa uzima ni Yesu Kristo ambaye ni ufufuo na uzima. Bwana asifiwe. Kwa hivyo neno linatuambia kwamba kama utasikia. Neno limekuja katika kanisa la Mayanja. Ninasema kwamba ulisikie hili neno ambalo Mungu anasema katika hili kanisa kwamba utakaposhinda vita, utakaposhinda dhambi, utakaposhinda ulimwengu, yeye atakupatia, atakupatia kula matunda ya mti wa uzima. Utamuona Kristo. Bwana asifiwe. Na katika huo mstari wa 10 nasema kwamba usiogope. Wengi huogopa vita vinapokuja, majaribu yanapokuja. Na nikasema hapo nyuma ya kwamba hivyo ikikuja saa hii watu watatoroka. Maana hutastahimili kwa sababu hujakubali kushinda. Hili neno la Mungu linatuambia kwamba usiogope. Maana majaribu yapo. Bwana asifiwe. Usiogope mambo yatakayokupata. Tunaishi katika ulimwengu ambao kuna mambo mengi na tunakutwa na mambo mengi. Ni kujaribu imani ambayo uko nayo katika Kristo. Mambo ambayo yanakuja ni kukutikisa wewe ili usije kuona ule mti wa uzima. Bwana asifiwe. Kwa hivyo neno linakuambia kwamba usiogope yale atakayokupata. Ni kweli yatakuja, lakini usiogope. Ni kweli yatakupata, yataingia nyumbani kwako. Jinsi iliingia katika nyumba ya Ayubu. Ayubu alisimama na kuogopa na alitazamia Mungu, maana ni yeye alimuleta. Na akatambua ya kwamba alikuja na atarudi uchi. Bwana asifiwe.
na magumu yalipompata alimtegemea Mungu. Alibaki katika Mungu, hakuyumbishwa. Kwa hiyo na wewe mambo yatakukuta katika ulimwengu huu tunapoishi. Mambo yanakuja yanakupata, yanatingiza wokovu wako, yanatingiza imani yako. Neno linasema usiogope. Haleluya. Usiogope. Huyo ibilisi atawatupa baadhi yenu gerezani ili mjaribiwe. Nanyi mtakuwa na dhiki siku 10. Kuna gereza nyingi ibilisi hutupa wana wa Mungu. Bwana sifiwe. Na katika gereza hiyo umetupwa. Je, utabaki kuimba nyimbo za sifa kama Paulo na Sila? Utaamka usiku wa manane kumwambia Mungu ya kwamba unanena na unatutia moyo ya kwamba tusiogope katika hili gereza ambalo tuko ndani. Mara nyingi tunapotiwa gerezani, tunabaki pale gerezani na tunakufa pale gerezani. Neno limekuja kwamba usikie hili neno ambalo Roho anaambia kanisa, na kwamba hilo jaribu limekuja. Umetiwa katika gereza la ibilisi. Jinsi Ayubu alitiwa gerezani, Paulo na Sila wakawekwa gerezani kwa sababu ya kutangaza habari njema. Utadhihakiwa na dunia, lakini heri udhihakiwe na usimamie Kristo. Bwana sifiwe. Heri ukaitwe majina na usimamie Kristo. Ubaki katika imani ili Kristo atukuke ndani yako. Amen. Na utakaposhinda, neno linatuambia ya kwamba hautaona madhara ya mauti ya pili. Hivyo kuna mauti ya kwanza na ya pili. Leo ya pili ni kali. Bwana sifiwe. Hiyo mauti ya pili, neno la Mungu inasema kwamba utakaposhinda, utakapokuwa mjasiri na kutoogopa, hautaona. Na wewe ndio yule mtu utaona mti wa uzima. Wewe ndio yule mtu ambao utaona ufufuo na uzima wa milele. Katika mstari wa 17 neno linasema, yeye aliye na sikio na alisikie neno hili ambalo Roho ayaambia makanisa. Yeye ashindaye nitampa baadhi ya ile mana iliyofichwa, nami nitampa jiwe jeupe, na juu ya jiwe hilo limeandikwa jina jipya asilolijua mtu ila yeye anayelipokea. Bwana sifiwe. Yale ambayo utatendewa ni wewe peke yako utajua. Bwana sifiwe. Ile raha utaona ni wewe peke yako utaona. Bwana utasikia. Bwana sifiwe. Kwa hiyo tukatae raha ya ulimwengu huu. Mtu asikudanganya kwamba kuna raha katika Kristo. Hii ndio raha tunaambiwa ya kwamba utapewa raha, utasikia raha. Mwenyewe utahisi hiyo raha. Mwenyewe utasikia vizuri utakaposhinda ulimwengu. Utakaposhinda lile gereza ambao utatupwa ndani. Kuna ahadi umeahidiwa na Kristo. Katika mstari wa 26, na yeye ashindaye na kuyatunza matendo yangu hata mwisho, nitampa mamlaka juu ya mataifa. Yeye ashindaye na kuyatunza matendo yangu. Ya kwamba utunze matendo ya Mungu. Utende jinsi anavyokuambia utende. Naposikia sauti ya Mungu na kuambia tenda hivi, utende.
kwa utiifu wa moyo. Umeahidiwa ya kwamba utakuwa mtawala. Bwana asifiwe. Utatawala mataifa utakapotii matendo ya Mungu. Naenda mbio malize kwa sababu muda wetu umeisha. Tukisoma katika mlango wa 3 huo Ufunuo, mlango wa 3 mstari wa 5. Acha nisome ili tuende tu haraka. Naweza andiko mzuri litakutia moyo. Katika mlango wa 3 wa Yohana mstari wa 5, neno la Mungu linasema, yeye ashindaye. Bado neno linatuambia kushinda. Kwa hiyo kuna ushindi Mungu anataka tushinde nayo ulimwengu, ili akaweze kutimiza ahadi yake katika maisha yetu. Yeye ashindaye atavikwa hivyo mavazi meupe, wala sitalifuta kamwe jina lake katika kitabu cha uzima. Nami nitalikiri jina lake mbele za Baba yangu na mbele ya malaika zake. Yeye aliye na sikio na alisikie neno hili ambalo Roho ayaambia makanisa. Ya kwamba jina lako halitafutwa. Unajua unapoombewa wokovu na unaongozwa katika wokovu, huwa tunaambiwa ya kwamba futa jina langu katika kitabu cha mauti. Hilo jina huwa linafutwa. Bwana asifiwe. Huwa linafutwa kabisa. Hata ukirudi nyuma hilo jina linabaki hapo. Lakini kuna siku, Bwana asifiwe, kuna siku kile kitabu kitafunuliwa. Na sasa matendo yetu yaanze kukaguliwa. Na kwa sababu iliandikwa katika kitabu cha uzima, jina lako litawekwa pale. Na wataanza matendo yako yatadhihirisha kama utaurithi uzima, utaona ufufuo ama hautauona. Na kama matendo yako yalikwama katika matendo ya ulimwengu, ama ulishindwa kushinda, ama ulikosa kustahimili gereza, Bwana asifiwe, sasa hili jina litafutwa. Lakini tunaambiwa kwamba ukishinda, hilo jina lako litadumu pale milele. Bwana asifiwe. Kwa hivyo tujitahidi sana majina yetu yasifutwe. Majina yetu yabaki kwenye kitabu kile cha uzima. Na mavazi yale tuhakikisha kwamba tutavishwa taji, Bwana asifiwe, na ushindi tutakaposhinda. Katika mstari wa 12, humo tena kabisa, nami nitaandika juu yake jina la Mungu wangu na jina la mji wa Mungu wangu, huo Yerusalemu mpya, ushukao kutoka mbinguni kwa Mungu wangu, na jina langu mwenyewe lile jipya. Katika mstari wa 16, basi kwa sababu una uvuguvugu, wala hu baridi wala moto, nitakutapika utoke katika kinywa changu. Kwa kuwa wasema, mimi ni tajiri, nimejitajirisha, wala sina haja na kitu. Naye hujua ya kuwa wewe mnyonge na mwenye mashaka, na maskini na kipofu na uchi. 19, wote ni wapendao mimi na wakemea na kuwarudi. Basi uwe na bidii ukatubu. Tazama nasimama mlangoni na bisha. Mtu akiisikia sauti yangu na kufungua mlango, nitaingia kwake, nami nitakula pamoja naye na yeye pamoja nami. Bwana sifiwe. Neno limetunenea hapo. Kuna wenye wanajipiga kifua. Kuna mtu anakosa kuja maombi. Kuna mtu anakosa kutafuta uso wa Mungu, akiona ya kwamba amefika kwa ajili ya utajiri wa dunia, kwa ajili ya macho haya ambayo yanapofushwa na mambo ya ulimwengu.
Neno linasema kwamba mtu kama huyo atatapikwa. Maana anaona kwamba anaona, kumbe ni kipofu. Anaona kwamba ana mawazi, kumbe yu uchi mbele za Mungu. Kwa hivyo tusidanganywe na mawazo yetu na mambo ya ulimwengu huu. Tujue ya kwamba mbele za Muumba wetu sisi sote tuko uchi na anatujua. Bwana sifiwe. Kwa hivyo tuwe tayari kuona ufufuo, tuwe tayari kuurithi uzima, tuwe tayari kushinda majaribu yale ambayo yatakuja katika ulimwengu wa mwisho, katika wakati huu wa neema. Wacha neema hiyo ikutoshe na initoshe, ili tupate kushinda. Hata kama tutaweka kwenye gereza hilo, wacha tuwe wenye ushindi, tuwe wenye ushujaa. Tuseme kama Shadraka, Meshaki na Abednego, hata katika moto huu tutatoka na Mungu atakuwa pamoja nasi. Mungu atakuwa na wewe katika hilo gereza. Mungu atakuwa na wewe katika hiyo shimo. Bwana sifiwe. Nawe utatoka na ushindi kuu, ili ukaweze kuona ufufuo na uzima wa milele. Amen. Naomba tuinuke kwa miguu zetu. Nakuita Mungu wangu, ukaachilie ushindi Bwana, ukaachilie ujasiri Bwana, ukaondoe usingizi wa rohoni Baba, ondoa ubaridi wa rohoni, ondoa usingizi wa rohoni Bwana, ondoa usingizi wa rohoni Jehova. Oh Mungu wetu unaweza Baba, saidia kanisa lako Mfalme wa wafalme. Baba tunakuhitaji Mungu wetu. Dunia inapoharibika Jehova na kwenda pabaya, Mungu tunaomba ukatuwezeshe. Jehova tunaomba ukatushikilie. Mungu ninaomba ukakuwe pamoja nasi. Mungu naomba ukatuwezeshe. Achilia ushindi wako Bwana Yesu. Achilia uweza wako kwetu. Achilia uweza wako Bwana. Wewe ulishindania Ayubu Baba katika lile gereza Bwana, katika zile majaribu. Ayubu alisimama Bwana Baba na hakuyumbishwa. Mungu siku ya leo tuko kwako, ya kwamba kama tutawekwa gereza Baba, ni Mungu katuwezeshe. Tusitangaze msimamo ya kwamba tutaikana imani. Hatutakana imani Bwana, hatutakana imani Baba, hatutachoka safarini. Tujitahidi Mfalme wa wafalme Baba kuona ufufuo, kuona uzima, kuona ufufuo Jehova. Tuwezeshe kanisa lako Bwana. Oh Mungu wa majeshi, pigana vita vyetu Mfalme wa wafalme. Achilia ushindi wako siku ya leo Bwana. Achilia uweza wako Mungu mkuu Baba, tena jambo jipya kwetu, maana unaweza. Kuna kama wewe Bwana Yesu, kuna kama wewe Mfalme wa wafalme. Tuwezeshe Bwana, tuwezeshe Mtakatifu, ili jina letu lisije likafutwa kwenye kitabu cha uzima. Mungu tusaidie kushinda majaribu Baba, tupatie masikio ya rohoni Jehova, tusipatie masikio yanayosikia Jehova, tupatie masikio ya kusikia. Tunakutamani Jehova Jire. Oh Mungu wetu naweza Bwana, tuwezeshe Mfalme wa wafalme. Oh, saidie Bwana, saidie Roho Mtakatifu. Hatuwezi kushinda hayo kwa mwili na damu, hatuwezi. Kwa mwili unaochoka hatuwezi. Tunahitaji usaidizi wa Roho Mtakatifu. Ni yetu watatuongoza katika kupata ushindi. Tunataka kuhakikisha ya kwamba dhamira zetu ziko hai mbele za Bwana, ili ile nuru ambayo iko ndani ya mioyo yetu isizime. Tuondoke katika usingizi na ubaridi. Oh Bwana, tuwezeshe watoto wako Baba. Tusaidie Mfalme Mungu mkuu. Maana unatunenea kwamba ni nyakati hatari, nyakati za siku za mwisho. Ibilisi atatupa baadhi yetu gerezani,
ukikaa katika imani, usipokaa na imani, utapata ushindi. Licha ya kwamba Stefano alipigwa mawe alikufa, hilo ndilo neno linatuambia kwamba hata kama tutatupwa kwenye magereza, tulitunze imani hata katika kufa. Maana kuna taji, kuna ahadi za Baba, maana uzima wa milele. Kuna ahadi za Bwana ambao ni mti wa uzima. Tuketi na Kristo katika kiti cha enzi cha Baba. Hili ni neno ambalo nitakana ufikirie sana mpendwa, ya kwamba katika nyakati hizi za mwisho, je, utaepa kifo? Utakaa na imani ama utamgoja Kristo? Roho wa Mungu analia kwa ajili ya kanisa, maana watu wamegeuka. Wakristo waliokuwa wazuri, waliongoza watu, waliokuwa kielelezo, unaangalia mtu unashindwa ni wapi unaenda. Na watu wanasema kwamba kama fulani alianguka na mimi siwezi wokovu. Wacha kuanguka kwa sababu kuna mtu ameanguka. Usiache wokovu kwa sababu yule mtu ambaye uliamini hawezi acha wokovu ameanguka. Kwa sababu ni yule ambaye aliwekwa kagereza na akashindwa kushinda. Alikubaliana kukaa pale gerezani kimya. Alikaa gerezani akalala usingizi, akachotwa. Kwa hivyo siku ya leo sisikie masauti. Usiache wokovu kwa sababu ya fulani. Usiache kumtumikia Mungu kwa sababu naona yule alitumikia Mungu ameacha kumtumikia Mungu. Si Mungu atusaidie siku hizi. Mungu aokoe kanisa lake. Mungu atupatie macho ya rohoni. Mungu atupatie masikio ya rohoni, tukalisikie sauti ya Mungu, tusikie maneno yake, ili tukaweze kuwa washindi. Naomba kila mtu inua tu mkono yako mbele za Bwana na ufunge macho yako. Tafakari tu ile jambo na utengeneze mambo yako. Asante Roho Mtakatifu. Baba, katika jina la Yesu Kristo, nakushukuru na kuinua Mfalme. Asante Mungu mwema kwa uwezo wako. Asante kwa ukuu wako Roho Mtakatifu. Asante kwa ahadi zako juu ya maisha yetu. Mungu, tunashuka mbele zako mchana wa leo. Tunyenyekea chini yako Jehova, ili mapenzi na kusudi lako likatimie kwetu Bwana. Mungu, tusaidie na utuwezeshe. Natuambia Jehova, neno lako linasema, na hata tunashuhudia kwa macho yetu Bwana, mambo yale ambayo yaliandikwa ya kwamba yatakuwa dalili ya nyakati za mwisho. Baba, yamefika. Mungu, ninaomba ukatusaidie kujilinda na kujiweka tayari kuondoka katika usingizi wa rohoni na ubaridi, kutunza wokovu, Mfalme wa falme. Roho Mtakatifu, shuka kwa ajili ya huyo mama, shuka kwa ajili ya huyo mzee, shuka kwa ajili ya huyo kijana. Baba, ukanene pamoja nasi, uisha nafsi zetu Baba, tutakase kwa damu yako Jehova. Mungu, tuwezeshe Bwana, tuhakikishe Baba
ya kwamba majina yetu yamedumu katika kitabu cha uzima, ili tutakapofika Bwana tukaurithi Jehova. Asante Mungu mwaminifu, asante Mfalme wa falme kwa ajili ya neno lako Jehova, ya kutusaidia, ya kutuongoza, ya kutuonya ya kwamba ni nyakati za mwisho tujiadhari. Kwa hivyo tusaidie Roho Mtakatifu kutunza huyo neno, kuiweka Bwana katika matendo, ili jina lako litukuzwe. Asante Baba yetu kwa ajili ya ibada hii Bwana. Mungu tumekuona na umetunenea kwa njia kuu. Naomba ukatuwezeshe na utende jambo jipya kwa ajili ya maisha yetu. Naomba huyo mama, huyo mzee na huyo kijana, huyo ambaye alikuwa kuja Bwana akiwa mdhaifu na mnyonge, Baba mtie nguvu, achilia uponyaji, nyosha mkono wako wa uponyaji kwa maisha yao. Baba, wengine hawajakuja, unajua ni kwa nini Baba. Wengine ni wagonjwa hawawezi, wengine Bwana wameshushika mioyo, wengine ni wanyonge kabisa Baba. Ninaomba Mungu wa rehema, ukanyoshe mkono wako popote walipo, Mungu wa ajabu, ukawaguze Mfalme, ukawatende mema Bwana katika